Ulioko bwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Allergies, abantu bwe bakana mbate allergy endagiragete yamagena mbate allergy skin osengwe yagi mbate allergy yobusinyizi oswasimura egate allergy kinesinyime korende bitkolya lero ni bato mugeni gaiga oyoro rumanywa mangana yega munyagitari ekeronte tacho ko tumanya manke goro ya allergies atumanya allergies ningi na kichigo cha sumiro mwenda bantu nacho kwa na mambo chenge chiche allergy ekere yemase yemo atumanye na kiego ekoba cost and then koba treated ono mancho muri ngo kwariganya asumurubire ubwo Okomenya Okuya erusange na nchwe komoyo ekero mo kwariganya mu kwenye na siseme ya Facebook na kupenda kuna rawita Ndizi TV News Digital asiseme ya YouTube Ndizi TV News asumutanda Twitter na mo Twitter @Ndizi TV News yo tugendera gusanga mangi ono ndobero kone twasore ninche Evelino Sero kero mo kwariganya obe kusanga ninche kuikomoyo tinga kechigande kumwariganya kakari ara kuimanikaniere nimo ndenga iga abakoremere gukorende ngotara tubike umuntu wege sai mono amancho murigeri nabo koremere kobana ntikomeyo anene obe go kumanywa mange enchera yo wetana kurwase chiala jesiga nabo igo enchera yo kumenyo ya daktari karibu sana. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Dr. Rogers Omondi Abitha. Na natoka Ram Hospital hapa Kisii Town. Karibu sana basi leo. Asante. Leo nataka tuzungumzie kuhusu allergies. Sasa allergies kwa definition tu kwa kufafanua zaidi, allergies ni ile mwili yako inakuwa na reaction na something yenye haifai kuleta reaction. Lakini unapata mwili yako imeleta reaction. Alafu sasa kuna aina mingi ya allergies. Ya kwanza ni kuna ile allergies towards chakula. Kuna food allergies. Kuna watu wakikula chakula ina ingine mwili inafurafura. Au wanakuwa na signs zingine. Kuna allergies ya dawa. Kuna watu wakipewa dawa zingine wanafurafura inasumbua. Kuna allergies towards kama asthma. Asthma ni aina ya allergy. Yes. Alafu kuna kitu inaitwa seasonal allergies. Ile mtu utapata wakati wa vumbi sana, machozi inatoka, makamasi, wakati wa mvua sana, baridi, mtu ana sneeze ile sana. Kuna aina mingi. Kuna wale watu wenye wakiwa karibu na aina ya animals zingine. Kuna mtu utapata akiwa karibu na paka, anaanza kusneeze sana na anafurafura, ama akiwa karibu na tuseme mbwa. Kuna watu wako na allergies kama hiyo. Kuna aina mingi sana ya allergies. Yes. So those are the common ones. Those are the most common ones. Yes. Unaweza sema uchangia mtu kupata hizo allergies ni tuseme immunity ya mtu iko chini ama nini? Sasa allergies ni kitu inakuja tu. Ni kama immunity yako ina overreact to something haifai kuwa hata ina pay attention to. Unajua mwili yetu iko na defenses yake. Ile tuseme vitu ile inazuia usipate ugonjwa hivi virahisi. But sasa mwili yako inachukua hizi vitu zenye sio za kawaida tu zenye hazileti shida, mwili yako sasa inaleta reaction against it. So si ati mwili yako iko na immunity chini, si ati immunity imeenda chini, si ati uko vibaya, ni ile immunity yako iko strong vizuri hadi sasa inaanza kuoverreact sasa. Yes. Sasa kwa kina nataka tuongelee hii type moja kwa moja. Tueleze kwa kina nini ufanya mtu akwe na allergy ya chakula, tuseme chakula fulani, nini ufanya mtu akwe na allergy ya vumbi, ya baridi. Tueleze kwa kina. Kabla tuende kwa kila aina ya allergies, kuna ile vile allergies zinakuja kutokea. So tushagundua, nishawaelezea kwamba allergies ni ile kitu inakuja from overreaction ya immune system yetu. Immune system ni ile namna mwili yetu inajikinga usipate hizi ugonjwa ndogo. So
hiyo reaction inaweza tokea kwa mtu yoyote. But ile kitu inaileta si ati ulipata infection yoyote ama ulipata ugonjwa mwingine, ni hiyo kukuwa na hiyo reaction inatoka kwa familia. Unapata kama wazazi walikuwa na hiyo, kama mama ama baba alikuwa nayo, kama grandfather alikuwa nayo ama grandmother, ama kama kuna mtu kwa ukoo wenu ako nayo, kuna chance mtoto mmoja ama wawili ama mwingine anaweza kuwa nayo. Sawa sawa. So si ati mtu alirogwa ama alifanyiwa chochote ama nini, ni kitu iko kwa ukoo na inakuwa transmitted from one generation ikienda kwa ingine. So si ati umepata infection kama pneumonia ama ni kitu ulitoa kwa wazazi. Na immune system yako tu ndio imeamua inafanya hivyo. Sasa tuende kwa aina. Tuanze na ya kwanza, food allergies. Chakula. Kuna watu ile wakikula nyama either wanaendesha ama wanafura na wanaanza kujikuna. That is how hiyo allergies zina present. Actually tutagundua aina mingi za allergies zina present the same way. So unapata mtu anajikuna either anaendesha ama anafura ama anashindwa kupumua saa zingine. So tuseme food allergies, kuna mtu akikula nyama ama akikula mayai, ama unapata unaanza kujikuna. Yes. So tuseme ni chakula gani hasa ndio ufanya mtu akuwe na allergies? Ni chakula inayote ama kuna categories, proteins, vitamins? Ni chakula gani hasa uchangia sana mtu kuwa na allergies? Sasa when it comes to food allergies, inalingana ni allergy gani mulikuwa nayo, mtu wako nayo. Kuna watu wenye wakikula nyama ya ng'ombe ama ya mbuzi ama any red meat wanajikuna. Lakini wakikula white meat, hizi aina ya samaki, kuku, hakuna kujikuna. So nafu kuna watu wakikula mayai wanajikuna, na wakikosa kula hiyo hawajikuni, wakikula nyama hawajikuni. So inalingana, si ati kuna chakula ukikula inaongeza chances yako ya kupata allergies. Ni ile tu hiyo chakula specific mtu anakuwa na reaction towards it. Sawa sawa. Chakula yote ni venye inalingana uko yenu ni nini inaleta hii allergies. But mostly allergies huwa zinatokea as a reaction to proteins. Sana. Hautapata mtu ako na allergy ya ugali. Yes. From chakula na drinks. Drinks zinaweza fanya mtu akuwe na allergies. Inalingana. Drinks mostly ni carbohydrates ndio wanaweka, kama soda wameweka tu sukari mingi na glucose na kuna watu wakikunywa maziwa wanaendesha sana, na hiyo ni aina nyingine ya allergies nyingine yenye sana wazungu wako nayo, lakini haiko kwetu kwa Afrika. Sasa drinks ni hiyo protein element ya chakula, hiyo ndio kitu inachangia allergies mingi. So when it comes to chakula, kama unakula nyama unakuwa na hizo, the best way ku manage ni usikule nyama. Kama uko na allergies ya against nyama usikule, kama ni against mayai usikule mayai. Lakini wakati imetokea umefura, utakuja hospitali, tutakupea dawa itasaidia itulie. Na kuzuia isikule kama unatamani nyama. Kuna wale mtu anataka nyama choma, hiyo ndio kitu anataka na anakula juu anataka, hata kama atajikuna anasema wacha atajikuna baadaye. So ukitaka kuzuia hiyo kujikuna, unameza dawa inaitwa cetirizine. Nadhani kila mtu kwa sasa except maybe wale wadogo, wale watoto wachanga hao ndio labda hawajui. But ukiweza kumeza cetirizine kabla ukule, inatatua hiyo shida. Kabla ukule unatatua hiyo shida ya allergies ya against chakula. Yes. Hiyo ni aina nyingine. Tuende kwa ya pili, allergies against dawa. Hii sasa ndio inakuanga ile dangerous kabisa, ile yenye inaweza hatarisha maisha ya mtu. Kuna watu wakipewa amoxicillin ya kawaida, mtu anajikuna, anajifunga, kupumua inakuwa ngumu. Kuna mtu akipewa aina tu ya dawa tofauti, sana hizi za kudunga na zingine za kumeza. So hizo zinakuanga dangerous because unapata mtu anafura na anafungana sana kifua na anashindwa kupumua. Sasa hiyo sana ukifungana kifua na unashindwa kupumua, hiyo inahatarisha maisha ya mtu. Na the only way kujua kama uko na allergies against dawa yoyote ni ukikuja hospitali alafu unasema hii dawa ukikula ukimeza
unasikia unajikuna ama ni, na ukikosa kuzimeza unapata ujikuni au ushindi kupumua. Alafu ukijua ni dawa gani hiyo uko allergic to, hakuna dawa ile moja yenye ukipewa utakuwa allergic to. But ukishagundua ni dawa gani ukipata unakuwa allergic to, then hiyo dawa kila wakati unaenda hospitali unahitaji kuelezea daktari, unahitaji kuelezea nurse, unahitaji kuelezea kila mtu unapata hapo hospitali, ndio wasikupee dawa yenye wasikupee hiyo dawa ama wasikupee dawa inakaribia hiyo dawa ikuletee madhara, maybe tukupoteze ya bure. Yes. Sawa. Aina nyingine ya allergies ni asthma. So unapata mtu ako tu vizuri, lakini ile wakati wa vumbi mtu anashindwa kupumua kabisa, anakohoa, anashindwa kupumua kabisa. So asthma ni venye sasa imepewa kiwango kama ugonjwa kivyake, but ni a form of allergies. Unapata hapa windpipe ya mtu iko kuna hiyo reaction towards vitu zenye mtu kawaida fai kuwa nayo. Vitu zile common zina trigger asthma ya watu ni vitu kama baridi, kama vumbi, kama pollen ile wakati wana harvest. Kwanza huu msimu mahindi imeanza kuiva. So mashambani tuna mavuno tunangoja. So unapata kuna watu hiyo wakati wa kuvuna anafungana kifua, hawezi pumua vizuri, inakuwa mbaya sana. So hiyo ni asthma, ni a reaction, ni hiyo allergic reaction towards vitu kama hizo, vitu zenye kawaida mtu hafai kuleta. Na when it comes to asthma pia ni ile mbaya kabisa. Bila kusaidiwa ile wakati haraka tunaweza kukupoteza. Kama hiyo asthma ni mbaya kabisa, mtu anakuja hospitali, anapewa inhaler, anatumia na tembe zingine za kumeza ndio atumie hiyo wakati. Yes. Alafu aina nyingine ya allergies kuna hii tunaita seasonal allergies. Na sana hiyo ndio iko common kabisa. Unapata mtu wakati kuna vumbi ama wakati kuna baridi ama wakati kuna hizi wana harvest pia, unapata mtu hiyo wakati ndio ana sneeze kila mara ama macho inatoa machozi tu, mtu hata macho inatoa machozi, running nose inaiko tu na kila wakati anapata dawa lakini bado haikui ile sawa bado. Na iko tu utapata dawa asipate bado anasikia bado hiyo iko. Na hiyo ndio aina allergies iko common karibu. Kuna sasa imejigawanya siku hizi, kuna wale wenye wakiwa nayo ni mapua tu makamasi inatoka lakini macho iko sawa. Kuna wengine wenye macho tu inatoa machozi, inasumbuka, inakuwa shida. Alafu kuna wale wenye hawajabarikiwa sana, ni zote ziko affected. So hizo utapata mtu kama huyo amekuja hospitali mara mingi, amepewa dawa kama hii cetirizine na labda hajasaidika, labda anasaidika kidogo. Kuna aina dawa zingine mingi mtu anaweza kuja kupata ile inatuliza hiyo. Ndio angalau natumai mtu akiwa anafanya kazi ile serious, alafu ndio sasa anapiga chafya kila mara. Yes. Daktari, hizo dawa ndizo nataka utuambie kidogo tuende mapumzikoni. Aya, sawa. Mwancho mulere ya moneke ogende tego turati kandi tego sendwa igoro gusimwe cyangwa bicyalaji ase umubiri umunyabantu cyalaji n'ishinge nakonde daktari oberega guterera eyemo ase yemo nebyoroke bibiri ke umuntu agutwara cyalaji kibakorende aya tego tumanye kuna amari obona yaya umuntu akwerwa ekeranya ariko ndimuna nabate cyalaji ngo bora mariyo kwena nede gusene aina ye alaji obate daktari naksono muko ngwira daktari. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe.
Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga eseti ngima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Allergies. Karibu tena daktari. Sasa tulikuwa tunaongea kuhusu zile dawa mtu akiwa na hizi seasonal allergies, ile mtu kupiga chafya kila mara, mtu kukua na running nose, makamasi inatoka na saa zingine pia machozi inatoka. Tulisema hizo ni vitu zinakuja season inalingana kiaje. Kama kuna vumbi sana hiyo season, ama kama kuna baridi sana, ama kama ni ile season ya kuharvest wakati pollen iko mingi. Yes. Sasa hizo dawa, moja ya hizo dawa zenye huwa inasaidia kabisa ni dawa inaitwa cetirizine. Hii yenye iko common. Actually kwa kila aina ya allergies, cetirizine inasaidia ile sana. Inazuia kujikuna, inazuia running nose mtu asikuwe nayo, inazuia akalau macho mtu akue vizuri kidogo. Daktari, ukiendelea hii cetirizine umesema inasaidia sana na very sure ni tablet. Inakoje kwa watoto wadogo? Kuna watoto tuseme kati ya umri ule miezi hadi miaka 5 hivi. Unapata mtoto akona allergies. Anaweza kutumia hii tembe ya cetirizine. Huwa kuna syrup ya watoto. Ya syrup. Alafu unajua watoto wanahitaji kupewa dawa kulingana na kilo yao, since au ni a special group, ni wale wadogo sana. So kuna syrup wanaweza pewa, inaweza saidia. But cetirizine is the most common dawa inasaidia. When it comes, kuna dawa aina nyingine yenye inasaidia. Kuna dawa inaitwa Montelukast, kuna dawa nyingine inaitwa levocetirizine. Alafu siku hizi kampuni za kutengeneza dawa wameongeza ujuzi. Sasa wanaweka levocetirizine pamoja na Montelukast pamoja, alafu inakuja kama dawa. So kuna dawa moja kama hizo inaitwa Breathe Easy L, ukimeza hiyo unapata uko sawa, kila kitu inatulia. Haya, when it comes to hizo seasonal allergies zenye ina affect macho, kuna aina ya dawa hizi eye drops mtu anapewa. Unakuja hospitali, tunakuandikia aina ya eye drops, utakuwa unaweka kwa macho, inasaidia hiyo allergy ipungue, inasaidia usijiwashe macho, usisikie unawashwa macho na machozi sitoke kila wakati. Kuna aina nyingine pia iko common inaitwa skin allergies. Sasa hiyo sisi kwa lugha yetu kama madaktari tunaita allergic dermatitis, kitu ina affect ngozi. So most of hizi allergies tuseme kama hiyo aina tumeongelelea about, kama hiyo tuliongea kuhusu ile allergies ya chakula. Unapata mtu akikula vitu zinamfura kwa ngozi ama anajikuna. So ukijikuna na hakuna chochote inatoka, most allergies zinatokeanga kwa ngozi. So unapata mtu anajikuna na vitu zinafura, vitu zinachipuka.
Sasa hiyo aina hiyo hatuweki kwa hii category ya skin allergies. Hiyo ni venye allergies zina manifest kwa watu tofauti. Hizo mtu anapewa dawa na anasaidika. Sasa when it comes to hizi allergies za ngozi, unapata mtu hiyo contact dermatitis inakuja juu ya hizi vitu mtu anavaa. Unapata mtu amevaa chain, wale vijana ama wanadada wanataka kukaa warembo zaidi, mtu amevaa chain ameweka kwa shingo, alafu kila mara anagundua anaanza kujikuna hapo mahali ameweka chain. So si ati hiyo chain imerogwa ama uliombewa vibaya na nani, ni ngozi yako imeanza kuwa na allergic reaction towards hiyo chain. Hiyo chuma yenye iko hapo, utapata watu wengine wako na, inaweza kuwa kwa chain, inaweza kuwa kwa saa, inaweza kuwa kwa chochote tu, na sana sana inakuanga towards kitu iko na metal. Yes. So hiyo mtu akikuwa nayo, dawa ni kwanza usivae aina ya hiyo chuma. Alafu kitu ingine unapewa dawa. Kuna aina dawa zingine za kupaka zitaweza kusaidia, na zingine za kumeza zitaweza kusaidia. But when it comes to hizi shida za hizi skin dermatitis, hiyo allergies inakuja kwa ngozi, tunahitaji kutofautisha hiyo allergies inakuja kwa ngozi na hii reaction mtu mwenye akiwa na allergic reaction inatokea kwa ngozi. Venieleza sana chakula. Unapata mtu amekula nyama ama amekula mayai, anajikuna vitu zinachipuka kwa ngozi. Sasa hiyo sio skin, sio ngozi ndiko shida. Hiyo utapata ni chakula ndio ilileta. Sawa. Alafu saa zingine unaweza pata umeoga alafu unajikuna. Kuna aina ya watu pia wako na allergies towards maji baridi ama maji moto. Though population yao ni kidogo. Unapata mtu baada ya kuoga, ukioga na maji baridi unajikuna, ukioga na maji warm uko sawa. So hiyo, that is also another form of allergic reaction. So ukipata, kuna wenye pia wakioga na maji moto wanajikuna, wakioga na baridi sasa wanajisikia wako sawa. Na hiyo ni aina tu ya allergic reaction. But kabla ikuwe ni allergic reaction, unahitaji kuangalia maji yenye unaoga nayo iko safi kiasi gani. Utapata mtu unajikuna unadhani ni maji baridi ama maji moto ninaleta, kumbe maji haiko safi vizuri. Ikifika kwa ngozi yako, ngozi inasema hii maji wakati mwingine pia inaweza kuwa ni zile chemicals za sabuni pia. Yes, hizo pia zinaweza leta shida. Utapata sabuni hizo zingine wameweka kemikali zingine zinasumbua, ama hiyo chemical ndio sasa ngozi yako ina react towards it. Yes. Kwa hizi umesema ngozi wakati mtu anajikuna, kuna dalili huwa zinatokea wakati mtu anajikuna, inaweza kuwa inatoka vidonda, na kuna mwingine akijikuna inakuwa like rashes. Hizo zote zinakuwa ni dalili za allergies. Yes. Zote ni dalili ya allergies. Kuna venye kila mtu ana react different. Kuna wale utapata ngozi inafura kubwa kidogo, alafu kuna kamaji inatokea iko ndani, alafu kuna wale wanajikuna, alafu kuna wale vitu zimetokea ndogo mingi. So inalingana ni reaction yako inakuja aje. Yes. Kuna watu wengine sawa, unaweza pata mtu amelala vizuri, akalala haisi kujikuna ama aoni dalili yoyote yale. Lakini akiamka asubuhi, hata watoto nimeona mara nyingi, mtoto akiamka asubuhi mara ya kwanza, mtu akiamka asubuhi, unapata tu anaamka akijikuna. Hii inaweza kuwa shida ya allergy. Inalingana, inaweza kuwa saa zingine inaweza kuwa shida ya allergy, sana ikikuwa persistent. Unapata mtu akiamka na niyo wakati anasikia baridi kidogo, anasikia kujikuna. So kama ni kujikuna hii kidogo alafu anawacha, hiyo ni somehow acceptable. But kama ni ile kujikuna ile sana, inaweza kuwa allergy inaleta, ama inaweza kuwa zile vitu ziko kwa kitanda kama bed bugs, hizo viroboto, hizo pia zinaweza leta mtu kujikuna. Yes. Asante sana daktari. Sasa tukielekea kumaliza, nataka tueleze zaidi kuhusu matibabu ya hizi allergies zote kujumuisha na jinsi ya kujikinga kutoka kwa hizi allergies, na ni kitu gani mtu anafaa kujua wakati ambapo amegundua ya kwamba kuna allergy. Sasa tuanze na jinsi ya kujikinga. Ndio ukuwe na allergic reaction, inamaanisha lazima ukuwe umekuwa exposed to hiyo kitu yenye inakuletea hiyo allergy.
For example, seasonal allergies, ndio umekuwa exposed kwa baridi ama umekuwa kwa vumbi, alafu unajipata una sneeze sana ama machozi inatoka ama running nose inatoka. So njia ya kujikinga ni kuzuia baridi, lakini hii Kenya yetu saa zingine hawezi zuia kabisa. So kuna dawa, ukipata imekulemea usiogope, usifikirie ni ugonjwa kidogo, kuja hospitali tukuangalie, tutakuandikia madawa. Among them ni dawa inaitwa cetirizine, but kuna hata Piriton inaweza fanya kazi, but Piriton itafanya ulale. Mimi mwenyewe kama daktari sipendi kuandikia mgonjwa Piriton. Yes, but kuna aina ya dawa zingine, kuna dawa zingine mtu anaweza dungwa inasaidia. Sana sana kama tuseme umekula chakula ile imekuletea hiyo madhara, hiyo allergic reaction, tuseme kama umekula nyama na vitu zimefurafura kwa ngozi, unafaa kwanza namna ya kujisaidia ni kuzuia usikule hiyo chakula. So when it comes to easy allergies, kama ni inatokea from kukuwa exposed to something, unahitaji kuzuia usikuwe exposed to hiyo. Tuseme kama uko na asthma na ni asthma yako inaletwa na baridi. Sasa na tuseme unafanya kazi mahali baridi. Hiyo kama kampuni yenu ni kubwa ama unafanya kazi serikalini, unaomba transfer wakupeleke mahali hakuna baridi sana, alafu utapata tu uko sawa, hakuna reaction inatokea, uko vizuri. So hizi allergies ukiweza kuzuia usipate hiyo, kuzuia hiyo kitu yenye inakuletea hiyo allergies, unapata unakuwa vizuri. Lakini ile wakati ishafanyika utahitaji kuja sasa hospitali usaidiwe angalau ndio ukue vizuri. Yes. What happens to hizi allergies zimepersist kwa mwili? Tuseme mtu amekuwa na allergy ya kitu fulani, amekuja hospitali amepewa matibabu, hizo dawa anatumika, inatulia kidogo tena inarudi. Mtu anastahili kufanya nini? Sasa allergies, since allergies si ule ugonjwa like umeambukizwa unapewa dawa inaisha kabisa. Hii allergies ni overreaction ya immunity yako towards hizi stimuli, hizi vitu kama baridi, kama hiyo chakula. Hiyo si ati utapewa dawa iishe. Ukipewa dawa inazuia hiyo reaction at that moment and time, bado uko na allergy. Sawa sawa, ni venye hiyo wakati imetulia. So it's expected ukiwa na allergies kila mara wakati umeenda tuseme kuna allergy ya baridi, hiyo wakati unasikia baridi na itokee, unatibiwa inatulia. Yes, kama uwezi zuia hiyo baridi basi, so it's expected itakuwa inakuja kuja. Ikitokea unakuja unapewa dawa, unaendelea tu na maisha. Yes. Asante sana daktari kwa mafunzo hayo mazuri. Haya, asante. Mwanzo mulere bono kwa bero kwirira na daktari abera kwera igoro y'icalaji cyena cy'icalaji yasubure kwende kose no bwa bene muri muna ekero kwa munyene na allergy na kyogade nere byangwe tanga nasongo tumika amaryo usiko n'inyaritari iroro kwa amaryo ayara akonyene ne tikakubetere ekero kwa no ngate umuchango yo usiko n'indagiro kwa kusine nyama ne kwa nore kare ko kore tele michando kubimba usiko yenge mubere atikakubetere kuri nsindagira se cy'inyorari usana ngo tumya amaryo na baba example y'amaryo ga cetirizine na bo tumeka iyo kwitanga kurwase umuchandega wekachina chinda sumuro biro ko kumenya kuyandi ko kore twaneje evaluation twaro muri